kama wiki moja. Sasa yapata mwezi mzima. Kila siku unanipanga tarehe. Hata mwanangu hutaki kumrudishia. Flora, mke wangu, kila mara unaposema mwanangu, 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 huwa unanisahau mimi. Amanya ni mtoto wetu mimi na wewe. Tangu lini akakaa mbali na mamake bila mamake kujua? Yaani ukifungua huo mlango bila kunirudishia mtoto wangu, nitakupeleka polisi. Haki ya Mungu na hapa. Yaani nitakupeleka polisi. Nitakuitia waandishi wa habari. Nitaenda mpaka kwenye baraza la madaktari kuharibia. Yaani nahakikisha na kuharibia kila kitu ulichokijenga. Nisikilize kwa makini. Ndio maana nilikuwa nakuomba siku zote usiwe mwanamke mwenye hasira. Kwa sababu hasira humfanya mtu akazungumza pasi na kufikiria. Uzani bado nakuogopa eh? Ukifungua huo mdomo wako ukazungumza chochote kunihusu mimi ama kuzungumzia kuhusu Amanya, sitakufukuza hapa nyumbani, sitakufungashia vilago, ila nitakufanya kitu ambacho utakifurahia kwenye maisha yako. Nitahakikisha unaishi maisha yako yote ukiamini una mtoto, lakini usije ukamwona kamwe kwenye maisha yako. Umebadilika sana mume wangu. Unalijua hilo sasa hivi. Sasa fanya nilivyokuelekeza. Ukienda kinyume utanitambua. Sio kwamba sitaki Maria. Leo nahitaji kuwa peke yangu, siko sawa. Inabidi unielewe tu, sio kwamba sitaki. Hebu jaribu kunielewa basi. Kuwa muelewa tu mama. Chris, ningekuomba tena na tena. Leo nahitaji kuwa mwenyewe. Unajua, nakumbuka kuna siku uliwahi kuniambia ukimwona mwanaume amekaa kimya kwa muda mrefu sana, basi kuna kitu anakificha. Shika. Na uhakika hayo maneno mimi ndo ninazungumza? Yeah. Tena nakumbuka siku ile ambayo ulikuwa unaniambia, nilihisi ni kama mtu ambaye umeamua tu kuongea maneno ya mtandaoni na zile bla bla tu za hapa na pale za Instagram na TikTok. Lakini nao nasadiki kuna vitu ambavyo unavificha. Hivi unamkumbuka Maria wa mwaka jana alikuwaje? Kila mwanaume ambaye alikuwa akimwona Maria amekatiza, basi kila mtu alitamani na alivutiwa na urembo wake. Kwa sababu gani? She was very happy. Lakini mtazame Maria wa sasa hivi. Amekuwa akicheka, anacheka kicheko cha majonzi, mateso, maumivu, na kuwa mtu ambaye amekata tamaa ya maisha. Just because of you. Nilikuwa nafanya hivyo kwa sababu ya kumlinda.
Hauwezi ukawa unasema unamlinda mtu alafu unamwacha kila siku anaendelea kuumia na kufa taratibu moyoni. Tafadhali Chris. Hapana, lazima tu nikwambie ukweli. You are my brother. Pale unapoona wewe unapotea, mimi pia napata changamoto. Hivi wewe unadhani hata nikikwambia una chochote cha kunisaidia? Mtu napoteza muda wangu. Natoka nyumbani kwangu, nakufuata wewe, nakuja kuzungumza na wewe. Alafu umekaa unawaza mambo yako ya kipuuzi. Wewe ni mtu wa aina gani Veso? Kwa kila siku nitakuwa naongea na wewe jambo moja. Hivi wewe unadhani kumpenda mtu ni kumlinda tu? Hiyo pekee haimaanishi upendo. Bali upendo ni kusimama na mtu katika kila nyakati, katika wakati wa furaha na katika wakati wa huzuni, na kipindi chote kile ambacho yeye anapitia machungu. That is love. Sasa basi, kama nilivyokuambia, sitoshiriki kwa chochote kinachokuhusu wewe. Nadhani tumeelewana. Msenge wewe. Nikishika vipande vya tumaini, sasa ninaona uso wako ukivaa upendo kama mavazi, lakini chini yake kuna uchi wa kweli usio na huruma. Ninapumua kwa tabu nikijaribu kusamehe bila nguvu, na kama leo ni mwisho, basi mwisho unanipitia moyoni. Moyo wako unanidanganya, na mimi nakupenda kweli. Unapotea mikononi mwangu, na damu yangu inalia. Habari yako mrembo? Moyo wako unanidanganya, na mimi nakupenda kweli. Naona umekuwa mwendelezo huu wa kuniadhibu sasa. Unapotea mikononi mwangu, na damu yangu Kuadhibu kivipi? ninakupenda bado, lakini sasa naona Sasa hivi napata wiki 2. ulikuwa Kila nikikusalimia mwenzangu unaniitikia kwa kichwa tu. mioyo bandia. Kisi una kipaji cha kuongea. Tatizo ni kwamba unaongea sana. Okay. Nimekuletea rushwa kidogo. Sipokei rushwa. Basi pokea kama sadaka. Kuna kitu nataka kuongea na wewe. Kama kuhusu biashara sawa, lakini kama kuhusu mapenzi unaweza kuokoa muda. Umeshamaliza kunisalimia, unaweza kuendelea na shughuli zako. Chris, nimekwambia ondoka. Dakika moja tu mimi inanitosha, na wala sitaendelea kukusumbua tena. Chris, nipishe. Sasa unataka kuondoka, unataka kumwachia nani ofisini? Hivi unataka nifanye nini? Nimwache boyfriend wangu au? Hapana, sina maana hiyo, ila hata kama utaamua kuniweka spare tire kwangu itakuwa ni jambo zuri tu, kwa sababu naamini hata hiyo spare tire ipo siku itakuja kuwa tire tegemezi. Unajiheshimu kweli wewe? Nakuuliza. Nisikilize Chris. Usinifanye nikudharau. Mimi nina mwanaume wangu. Na hata kama ningekuwa sina huyo mwanaume, siwezi kuwa na wewe. I have my love standard.
Naona kama kunichanganyia na ngeli kidogo. Eliza, sikiliza nikwambie. Mimi sijakataa kama wewe na mpenzi wako, lakini mimi naamini ipo siku utanikubali. Kwa sababu mimi najiona nina ubora zaidi hata wewe mwanaume wako. Unataka kushindana na mwanaume usiyemjua? Alafu ukishinda utafanya nini? Mimi najua ipo siku utanikubali Eliza. Kwani hivi wewe na Veso mna matatizo gani? Sijui mmerogwa. Yaani tofauti yenu ni tabia, ila mwisho wenu wote ni mmoja. Hamjui kutunza wanawake. Siku utakaonipa nafasi utajua lengo yangu ni ipi. Na naamini hiyo siku ipo. Utanipa nafasi Eliza. Alafu nisikilize. Sijakukataa kwa sababu nina mwanaume. Nimekukataa kwa sababu umeanza kunionyesha tabia za mwanaume ambaye sipendi kuwa naye. Useless. Oh, Juisi kama kuondoka naye. Ndiyo, si umenipa? Kiukweli Maria, wewe mwenyewe unajua kwamba mimi nakupenda. Lakini Maria, mimi kuna kitu kinaniumiza na sitotamani wewe ukione. Maria, sitamani wewe uwe mtu wa mwisho kuona pale nitakapofumba macho na nikashindwa kufumbua tena. Bora maumivu ya kipindi hichi utakayopitia, najua inauma, kuliko maumivu ya kipindi cha mbele utakachokuja kuyapitia. Maria, mimi siwezi kuhakikishia hiyo furaha, iwe ni kwa saa, kwa siku, wiki na hata mwezi. Nakupenda Maria, but I'm so sorry. I'm sorry Maria. Nakupenda bado, lakini sasa naona ulikuwa unanipa moyo bandia. No. Nimetambua makosa yangu. Makosa yako? Uko na maana gani? Naomba unisamehe mume wangu. Nimetambua kosa langu. Najua nimekukosea. Nisamehe sana, sitorudia tena. Flora, mke wangu, hiki nilichosikia kwenye masikio yangu kinatoka kwenye kinywa chako na mdomo wako ukiwa unamaanisha, ama ni mchezo tu kama michezo mingine? Hapana. Ni kweli kabisa, mimi naomba unisamehe. Kuna msemo wanasema kwamba mwanamke huvunja ndoa kwa mikono yake yeye mwenyewe. Mimi nimetambua kosa langu, naomba unisamehe. Sitorudia tena. Mke wangu kipenzi, huyu ndio Flora ninayemfahamu mimi, aliyenishughulisha nikashughulika mpaka nikamwoa. Na endapo utaendelea hivi, kila kitu kitakuwa kwenye nafasi yake na kitarudi kama zamani. Na Amanya je? Amanya yuko salama na mahali salama, na hilo linatosha. Nimemisi mume wangu, nimuone hata kwa dakika 5 tu. Bado hujanielewa. Tatizo lako, una haraka sana. Mimi sina haraka mume wangu, na mwaza tu Amanya yangu. Kwa hiyo kwa ulipo chini ya uchunguzi. Mbona unashangaa? Na nikikaa kimya, lini nitamwona mwanangu?
Ukifanya nilichokwambia, Amanya utamuona, lakini sio leo wala kesho, mpaka pale nitakapo kuambia. Kwa hiyo umeona hii ndio njia ya kumaliza kila kitu? Nilijua tu. Yaani licha ya kuwa na mvua yote hii, lakini umeamua kunifuata mpaka nyumbani kwangu. Chris, kwani wewe ni usiku wa... Usiniambie habari za usiku. Veso. Leo mchana umemdhalilisha na kumvunja moyo wake binti wa watu, tena mbele ya kadamnasi, alafu kakaa kama hakuna kilichotokea. Chris, wewe huwezi kuelewa. Nieleweshe. Hivi umekumbwa na nini wewe? Unajua nimekuwa nikikutetea kwa miaka mingapi? Nilikuwa upande wako juu ya kila kitu, nimesimama na wewe, nimekutetea mbele ya kila mtu, lakini kwa hapa sasa unapoelekea nashindwa hata jinsi ya kukutetea, kwa sababu hata mimi mwenyewe nashindwa kujua ni mtu aina gani. Mpaka muda mwingine naanza kwenda tofauti na watu wengine kwa sababu ya kutetea wewe. Sijakuomba unitetee, lakini uliniomba niwe rafiki yako, na urafiki ni ule ambapo mtu anapokosea unamwelekeza. Umepatwa na ibilisi gani? Kwa nini unashindwa kujikontrol? Unaipoteza hata ile value yako ambayo ulikuwa nayo, na hii yote ni kwa sababu unaendekeza hayo mambo yako ya kijinga jinga. Unajua leo Maria ameniuliza nini? Ameniuliza kwamba ni wapi yeye anapokosea. Unajua nilimjibuje? Nimekuwa muongo kwa mara ya kwanza, nikamdanganya, lakini yote ni kwa sababu yako wewe. Nashindwa hata jinsi gani ya kukutetea. Veso, Maria ni mwanamke mmoja mzuri sana, kila mtu anatamani kuwa naye, kila anayemuona anatamani kuwa na mwanamke kama yule, lakini wanashindwa kwa sababu wanakuthamini wewe. Wewe unashindwaje kuithamini thamani yake? Ipo siku, tena kuthibitishia kabisa, ipo siku watakuja kumchukua mchana kweupe, watamchakaza, watafanya kila kitu ambacho wao wanajisikia kukifanya, na wewe utabaki unaendekeza mambo yako ya kijinga kama mpuuzi. Grace, kuna vitu ukivisimulia vinaweza kuwaua wale watu ambao ukutamani hata waumie. Acha afe. Yaani ni bora mtu afe kwa kuumia, kwa kuambiwa ukweli, lakini sio kila siku kwa kumdhalilisha na kumuumiza kwa uongo wako usiokuwa na maana. Ninakupenda bado.